Mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natumai uko safi, uko sawa mahali popote ulipo. Wewe uko hapa nchini Kenya, wewe ulio kule nchi za nje, diaspora na kwingineko, wewe ambaye umeichagua studio hii ya Mwangaza na Kiheo, wewe ambaye umeona ni vizuri ya kwamba siku ya leo tuambatane pamoja na wewe, nataka kusema ya kwamba na ukaribisha sana katika studio za leo. Umakinike, uwe pamoja nasi, tuendelee pamoja mpaka tamati, kwa sababu siku ya leo sio siku ya jana, siku ya leo sio siku ya juzi. Siku ya leo ni siku iliyo njema, siku ambayo Mungu ameipambaua ikiwa siku ya baraka, siku ya kibali. Chochote ambacho umetumania, ninajua unaenda kukipokea katika jina la Yesu Kristo. Ninajua jana ulikuwa mgonjwa sana, lakini leo magonjwa Mungu anaiondoa. Jana pengine haukula, leo jitayarishe, Mungu anaenda kufungua njia. Jana pengine umekaa kama umehuzunika, lakini leo kaa sawa sawa, maana neema ya Bwana inaenda kutosha. Kwa hivyo karibu sana, na kabla ya kufanya jambo lingine lolote, nataka uwe study mahali pale. Wewe ambao uko kazini, wewe pale driver, wewe ambaye umebeba pale na gari, na wajua nyinyi ambao mmekaa pale katika kibanda yenu ya pikipiki ama ya bodaboda, mnasikiliza Mwangaza na Kiheo, tunawapenda sana. Mkiwa pale, wewe uko hotelini, mahali popote ulipo, hardware yako, karibuni. Wewe uko sokoni, karibuni. Leo tuanze na kwa njia ya maombi, na najua kwamba Mungu anaenda kujidhihirisha ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tufunge macho kama uko na uwezo wa kufunga macho mahali ulipo, na tuweze kuomba. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwanza ni kuinua na kulibariki na kulihimidi jina lako. Ndio. Ninasema ni asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ndio. Ninasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya kuturausha vyema. Tunasema ni asante kwa sababu ya nguvu umetupea. Tunasema ni asante kwa sababu ya hii afya. Tunasema ni asante kwa sababu Mwenyezi Mungu, kama sio wewe hatungeamuka, kama sio wewe hatungeiona siku hii, kama sio leo wewe Mwenyezi Mungu, mahali tumefika hatungefika Bwana. Ndiposa asubuhi ya leo Bwana, tunajumuika pamoja Mwenyezi Mungu katika hizi studio Mwenyezi Mungu, tukuinue na tukushukuru, tukutukuze na tukupe sifa. Tuinue Baba Mungu wetu ukuu wako, tuseme ya kwamba hakuna Mungu mwingine wa kuinuliwa, hakuna Mungu mwingine wa kutukuzwa, hakuna Mungu mwingine wa kuinamiwa. Ni wewe Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo. Wewe ambao ulitoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo, mwana wako, akaja akadhihakiwa, akapigwa, na siku ya tatu akaweza kutoka katika wafu, na siku ya leo katika mkono wako wa kuume. Huyo ndio Yesu ambaye tunatambua. Huyo ndiye Mungu ambaye tunatambua. Huyo ndiye Mungu ambaye tutaishia. Huyo ndiye Mungu ambaye tutatangaza jina lake. Huyo ndiye Mungu ambaye tutatangaza uwepo wake na nguvu zake. Mwenyezi Mungu mwenye neema na rehema, Mungu ambaye alifungua njia, watu wengi wakaenda ng'ambo. Mungu ambaye alifungua njia, watu wakaweka mabiashara. Mungu ambaye Baba Mungu wetu amefungua njia, watoto wetu wameingia mashuleni. Mungu ambaye amefungua njia, tunakula na kukunywa. Mungu ambaye anafungua njia, Baba Mungu wetu, hata kama kuna mikasa na mikosi, Mungu amezidi kutulinda. Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo, tunakuinua na kukushukuru leo. Tunakutambulisha Baba yetu ya kwamba hakuna mwingine wa kuinamiwa, ni wewe tu Baba yetu. Sifa ni zako asubuhi ya leo, utukufu ni wako Baba yetu. Uinuliwe na hata utukuzwe milele katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya wakati huu Mwenyezi Mungu, tumenyenyekea miguuni mwako Bwana, tukiomba mkono wako wa ushindi uwe pamoja nasi asubuhi ya leo. Sisi ni watoto wako Bwana, hatuwezi tukaenenda mahali bila kuongozwa na mkono wako. Utusaidie na utuongoze wakati tuko hapa katika studio. Baba Mungu wetu, utusaidie watu wetu ambao wanatutazama mahali popote walipo Bwana. Baba Mungu wetu, najua Jehova
Wengine Baba Mungu wetu Jehova, Baba wako na changamoto za hapa na pale, lakini tunaombea siku ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu mshindi, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema, kwa sababu wewe ndiye Mungu unafungua njia. Huyo mtu ambaye hajafunguliwa njia ya kazi, Baba Mungu wetu ufungue njia ya kazi. Huyu mtu ambaye ni mgonjwa, Baba Mungu wetu nyoshe mkono wako uponyaji. Huyu mtu ambaye anatamani kwenda ng'ambo, Baba fungua hiyo njia siku ya leo. Huyu mtu ambaye ndoa inayumba yumba, Baba Mungu wetu shuka na usimamishe hiyo ndoa. Huyu mtu Mwenyezi Mungu, Baba Mungu wetu ambaye amelazwa hospitalini, nyosha mkono wako wa uwezo, mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa uponyaji, umtoe mahali pale leo katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu hajalipa kodi, Baba Mungu wetu ya nyumba na hata kodi zingine, tunaomba Mwenyezi Mungu ukatembee pamoja na wao katika jina la Yesu. Kuna mtu ameandamwa na makesi, Jehova simama ukampiganie katika hii makesi. Kuna watu Mwenyezi Mungu wako karibu kuchotwa Bwana kwa sababu ya madeni walionayo. Baba tunaomba leo ufungue milango, maana wewe ni Mungu wa miujiza, wewe ni Mungu wa kufungua njia mahali kunaonekana Baba watu wamefika ukingoni. Jehova tembea leo, ufungue huo mlango leo, umlipie madeni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Baba yangu ninakushukuru, Baba yangu ninakuinua, maana unaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Tukianza mwaka huu Bwana, ulisema tuombe Bwana, kwa sababu kuna mambo Jehova mazuri katika mwaka huu. Pia kuna mengine shetani amepanga mabaya, tuyakatae mwaka huu. Baba tunaomba baraka kwa yale ulisema mabaya. Tunasema Mwenyezi Mungu hiyo kibali, hiyo baraka hiyo ingie, neema yako ishuke na ushindi wako uonekane katika jina la Yesu Kristo. Na yale mabaya tunainuka kinyume na kukataa na hiyo maroho yote machafu, maroho yote ya maajali, maroho yote ya vifo, maroho yote ya umaskini, maroho yote machafu, vita zote, kila mipango yote shetani, roho yote ya kuinukiana, tunaikataa, tunaikemea leo katika jina la Yesu. Outbreak ya magonjwa tunaikataa leo na tunaikemea leo. Kila mbinu na mipango yote ya kishetani tunaikemea leo, ikaweze kuondoka na kushindwa katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, simama na nchi yetu, ubariki nchi yetu. Tukitazama Bwana ndani ya nchi yetu ya Kenya, kila sehemu Bwana, kila county Jehova, kuna chakula kila mahali. Baba tunasema ni asante, Baba tunasema ni asante kwa sababu ya mahindi, kwa sababu ya maharagwe na vyakula vingine kwa mashamba. Tunasema hii yote ni kazi ya mikono yako, uinuliwe na hata utukuzwe katika jina la Yesu. Vile tunaangalia haya mashamba, tunafurahia uwepo wako Bwana na ukuu wako Mwenyezi Mungu. Tuko na imani ya kwamba hata shilingi ya Kenya Baba Mungu wetu inaenda kunawiri, hata uchumi wa nchi ya Kenya unaenda kunawiri katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea rais Baba Mungu wetu na serikali yote nzima, Baba Mungu wetu ukaibariki na ukaitenda mema katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa mbinu zote za kishetani, vita zote Baba tunakataa, roho yote ya maajali, mioto yote, roho yote ya mioto tunakataa, roho yote ya vifo tunaikataa, kila mipango yote shetani Baba tunaikataa. Roho ya kuua wasichana wetu, hiyo roho tumeikataa. Roho ya kuua vijana Baba tunaikataa. Roho yote ya mihadarati, roho yote ya gayism, roho yote ya lesbianism Baba tunakataa. Ima roho machafu tunakemea mipango yote shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wetu Jehova, Baba Mungu wetu shuka hata kwa mashule yetu Bwana, ulinde mashule yetu Bwana, usikubali mioto, usikubali chochote kiovu kikatendeke Mwenyezi Mungu katika watoto wetu. Baba Mungu wetu wabariki na wainue na watenda mema. Anza nasi, tembea nasi na utamatisha pamoja nasi, na baada ya kila jambo utukufu na sifa zikurudie katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na hata tumeamini. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niko na imani ya kwamba vile tumeomba na imani hiyo, alafu tusikie neno la Bwana, ushindi wa Bwana unaenda kuonekana. Kuna maushuhuda za ajabu ambazo zinaenda kutolewa na watoto wa Bwana, kwa sababu makusudi ya Mungu kwa watoto wake ni makusudi yaliyo mema. Kwa hivyo Mungu awabariki na awatende mema. Kabla nisimamishe mtumishi wa Mungu ambaye anatupatia neno la siku ya leo, ningetaka mchungaji aliye upande wangu wa kulia hapa aweze kusalimiana. Haleluya. Asante Reverend, Mungu akubariki sana. Ndio. Mungu
Mungu akuinue, umetuongoza vizuri. Thank you. Bwana Yesu asifiwe mtazamaji. Bwana asifiwe msikilizaji. Amen. Nami kwa majina naitwa mchungaji Gishoi. Ndio. Tuko hapa siku ya leo. Kwa hivyo tega masikio yako, wewe ulio katika mwangaza wa neno na wewe ulio katika mwangaza TV, na Mungu wako hapa siku ya leo. Mambo yote ambayo ilikufa siku ya leo utegemee Mungu na uamini Mungu ambaye tuliambiwa huu ni mwaka wa ufufuo, na Mungu atafufua chochote shetani yaliua ndani ya maisha yako, na Mungu aweze kukubariki sana. Amen. Thank you mtumishi wa Mungu, asante. Asante, Mungu akubariki na kutende mema. Kwa hivyo sitakawia bali nitamwalika mchungaji ambaye anatupatia neno la siku ya leo. Si mwingine mbali ni Reverend Justus Riongo. Asante. Karibu sana. Thank you sana. Karibu. Reverend Bernard, Mungu akubariki. Asante. Mungu akutende mazuri. Umetuongoza vizuri. Mungu apokee sifa na utukufu katika jina la Yesu. Thank you. Hata kwa Reverend ambaye tuko naye, mchungaji Paul, Mungu akubariki sana na akutende mambo mazuri katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu sana 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 kwa sababu ya nafasi amenipatia niweze kusimama mbele zake na mbele ya watu wa Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya neno la Mungu. Najua kwamba kuna mambo mema na mazuri Yesu amekuandalia. Mungu apokee sifa na utukufu. Nasema pia ni asante kwa sababu ya management hii kunipa nafasi niweze kuhubiri injili ya Bwana. Mungu abariki mahali popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza muda tutaingia katika neno la Mungu, na ni kitabu cha Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza chapter number 30. Atusomee mstari 1-6 na Mungu atatubariki sana. Asante. Na nitasoma neno la Mungu linasema, naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote zilikuwa zimesononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Sema amen. Amen. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Hallelujah. Mungu alibariki neno lake. Amen. Asubuhi ya leo nataka kunena na mtu ambaye ako mahali anaona kana kwamba amefika mwisho wake kwa sababu ya yale yamempata, ama ile ripoti yako naye, ama yale anapitia. Ni kuambia ya kwamba kunaye Mungu ambaye ni mwaminifu, anayetetea watu wake na anayesimama na watu wake. Mahali tumesoma, ukisoma kutoka mstari wa kwanza utasikia kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Naye Daudi Mungu alimpenda, Mungu alitembea na Daudi, Mungu alijalia Daudi neema isiyo ya kawaida, na Mungu alitembea pamoja na mtu wake Daudi. Na Biblia inaongea ya kwamba wakati huu Mungu alikuwa amesaidia Daudi pamoja na watu wake, ama na jeshi wake. Wakatoka vitani. Na pale vitani Mungu akawapa ushindi mkubwa sana katika ile vita walikuwa. Kwa hivyo Yesu aliwazalia katikati ya ile vita walikuwa wametoka. Yesu akawapa nguvu, wakaweza kushinda maadui. Wale watu wakarudi na ushindi mkubwa, wakifurahia na wakisherekea jinsi Bwana amewatendea. Na wakati sasa wanarudi nyumbani, Biblia inasema ya kwamba wakiwa kwa mbali wakatazama, wakaona kuna moshi kubwa katika ile taifa lao. Wakashindwa imeendaje na imefanyikaje. Mlandi wanaendelea kukaribia, ndipo wanaenda kuangalia mambo inaendelea kuwa mabaya na mabaya zaidi. Na Biblia inaongea wakati tu alifika katika ile mji yao, wakakuta kila kitu kimeungua, kila kitu imechomwa moto. Wakati Mungu amewashidania maadui pande hile, kuna maadui wengine nao walitoka na nyuma, wakaenda katika mji wao, wakaenda wakaushambulia, wakachoma moto, kisha baadaye wakateka
wakateka nyara vitu zao, mali zao, watoto wao, wake zao, wote wakatoroka nao. Sema amen. Amen. Sasa kule wametoka kwa vita, kule wamepata ushindi, lakini wanaporudi nyumbani mwao, mahali walikuwa na ngojea sasa familia zitawalaki, familia zitawafurahia, wale watu wamechoka, wale watu sasa wanaenda kufurahia wema wa Bwana ambao wametenda, lakini bandale ya furaha walipata huzuni. Sema amen. Amen. Na sasa wakati tu walifika pale, Biblia inasema wale wanajeshi ama wale watu walikuwa pamoja na Daudi, au watu wakafadhaika sana. Bwana asikiwe. Wakafadhaika sana kwa sababu ya kile walikuta na yale mambo waliojionea na macho yao. Bwana asikiwe. Sasa wale watu yani nikaona ya kwamba waliinukia huyu Daudi, na Daudi ndiye waliwasaidia. Wanainukia Daudi, na Daudi ndiye alikuwa kiongozi wao. Wameinukia Daudi, na Daudi hana ubaya wowote. Bwana asikie. Lakini ninataka kuinua Yesu asubuhi ya leo. Maana wale walipoinukia Daudi, Daudi akakosa rafiki, Daudi akakosa mtu wa kusimama naye, kila mmoja ako kinyume na yeye. Neno la Mungu linasema ikafika mahali au watu ambao kupitia kwa mikono ya Daudi wamepata ushindi mkubwa. Watu hao sasa wameinukia Daudi. Biblia inasema wakachukua mawe, wanataka kupiga Daudi. Haleluya. Wakachukua mawe, wanataka kuangamiza Daudi. Lakini ninataka kuinua Yesu asubuhi ya leo. Ninataka kuinua mwana wa Mungu asubuhi ya leo. Maana huyu mtu wa Daudi ama huyu mtu wa Mungu anaitwa Daudi. Yeye Biblia inasema ya kwamba wakati alitazama kaona hakuna mtu wako upande wake. Wakati anatazama kaona kila mtu amemgeukia. Wakati ametazama kaona kila mmoja amehuzunika na yeye. Yeye Daudi alijipatia nguvu katika Bwana. Sema amen. Daudi akajitia nguvu katika Jehova. Watu wamemuinukia macho, watu wamemuinukia, lakini Daudi ameinua macho, ametazama kwa Kristo. Watu wanataka kumpiga mawe, lakini Daudi yeye macho yake amemtazamia Yesu. Daudi ameinukiwa, lakini Daudi anasema hata kama uko kinyume na mimi, nitatazama juu mahali msaada unatoka. Hawa watu hawakuwa watu wadogo, walikuwa zaidi ya watu 600. Watu ambao ni wanajeshi, watu ambao ni jemadari wa vita, watu ambao wako wameghadhabika, watu ambao wako na uchungu kwa sababu ya mali zao, kwa sababu ya watoto wao, kwa sababu ya wake zao. Hawa watu wote wakawa kinyume na mtu mmoja. Lakini nashukuru Baba, hata kama walikuwa watu mamia wao walitazama mambo ya dunia, lakini Daudi aliinua macho kwa Jehova, akasema ya kwamba mimi nitamtazamia Jehova. Huyu ametusaidia kupigana vita pande ile, najua hata hapa atanisaidia. Kwa watu wote wamekuwa kinyume nami. Sema amen. Mtu wa Mungu, nataka kukuambia asubuhi ya siku ya leo, sijui ni ripoti gani umepotea, sijui watu wamekuambia nini, sijui ni habari gani uko nayo, lakini nimekuja na neno moja asubuhi ya siku ya leo. Nimekuja na neno moja nikuambie wewe mtu wa Mungu, ujipe nguvu leo ndani ya Yesu. Jipe nguvu leo katika Kristo. Jitie nguvu leo na Yesu anasaleti atasimama na wewe. Jipe nguvu. Wacha kuona yale ambayo umeambiwa. Wacha kuona ile ripoti wamekupatia. Wacha kusikia kile daktari amesema hapa iwezekana. Nataka wewe utazamie Bwana Yesu anasaleti. Ako na uwezo leo wa kusimama na wewe. Hiyo biashara unaona imeisha, watu wanatazama wanaona kufunga, lakini nakuambia ujipe nguvu ndani ya Yesu. Hiyo biashara itaendelea. Kile wamekunyang'anywa kitarejeshwa ukiwa ndani ya Yesu. Haleluya.
Sema amen. Amen. Huyu mtu wa Mungu, Ndio. watu walimuinukia. Yes. Na sikatai wamemuinukia. Yes. Na walikuwa na haki kwa kumuinukia. Maana wanashindwa imeendaje. Vitu zetu zote zimeenda. Wanashindwa wataanza wapi na watamalizia wapi. Lakini nataka kukuambia, mpendwa, wakati unatazama Kristo na ungojee kutoka kwa Jehova, na yeye Mungu ako na jawabu kwa kile unapitia. Nataka kukuambia nini? Daudi alienda kwa Yesu na akamuuliza neno moja, je, nikifuata hii mali nitapokea? Yesu wa Nazareti, yeye ni mwaminifu kwetu. Yeye wakati unamwendea ukiwa na haja yoyote atakupatia jawabu. Ukiwa na hitaji lolote atakupatia kile unahitaji. Ukiwa umemtazamia, hakuna hata siku moja ameachilia watu wake. Anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu kwa wale wanamtafuta. Yeye ni mwaminifu wanaomkimbilia. Yeye ni mwaminifu kwa wale ambao wameenda kutafuta msaada ndani yake. Hata wewe asubuhi ya leo, najua ya kwamba watu wa kwenu wamekuinukia. Ninajua ya kwamba kwa hiyo kazi watu wanakuinukia. Ninajua ya kwamba kwa hiyo ndoa yako watu wamekuinukia. Ninajua ya kwamba watu wako kinyume na wewe kwa njia moja na njia nyingine. Lakini asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 9 ya mwezi wa pili, nimekuja kukuambia ya kwamba usipe nguvu, usipe moyo ndani ya Yesu, usipe moyo ndani ya Jehova. Wewe mzee, usipe moyo. Wewe guka, usipe moyo. Wewe goshosho, usipe moyo. Wewe kijana, usipe moyo. Jipe moyo. Sema amen. Jipe moyo. Jipe moyo ndani ya Kristo. Huyo ndiye ako na jawabu. Sitaki kujua ni mambo gani unapitia. Sitaki kujua ni habari gani umepokea. Lakini nimekuja kukuletea ujumbe kutoka kwa Jehova ya kwamba Daudi, mtu wa Mungu, akajipa nguvu ndani ya Kristo. Sema amen. Asubuhi ya leo ninataka kukuambia hakuna mwingine ambaye atashuruhisha hilo jambo uko nalo. Hakuna mwingine akona shuruhisho kwa kile unapitia. Huyo mgonjwa wa hospitali, kuna mmoja ambaye anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Kuna mmoja alituambia ya kwamba kwa mapigo yake pale msalabani tulipokea uponyaji. Kuna mmoja anatuambia wakati wote tutamtazamia, yeye ni mwaminifu. Asubuhi ya leo, angalia kama mtumishi Daudi. Angalia kama mtumishi Daudi. Na hapo katika msalaba kuna uponyaji wako. Katika msalaba kuna neema mpya. Amen. Bwana anaenda kuachilia. Amen. Somebody shout amen. Amen. Sijui asubuhi ya leo ni jambo gani umelipata. Sijui ni habari gani umepokea. Watu wamekuvunja moyo. Watu wamekuambia haiwezekani. Watu wamekuambia hakuna kitu unaweza pokea. Lakini nimekuja kukuambia kuna Jehova abadilishaye mambo. Kuna mambo Bwana atabadilisha. Asubuhi ya leo unapofuatilia ndani ya Kristo, na kuambia kila kitu ambacho kilipotea, aidha ni mwaka jana kazi yako ikaisha, aidha ni mwaka jana ndoa yako ikaisha, aidha ni mwezi jana mambo yako ikasambaratika. Nataka siku ya leo, nataka asubuhi ya leo, nataka hii mwezi wa pili ujipe nguvu katika Kristo Yesu. Hata kama ulikutwa kazi, jipe nguvu asubuhi ya leo. Nenda kwa imani, uende ukatafute kazi, naye Bwana atakujalia. Wewe unahitaji passport, wewe unahitaji visa, ulienda wakakwambia iwezekani, ulienda ukakosa mtu wa kushika mkono, ulienda ukarudi na ripoti mbaya. Lakini nataka leo nikutume na neno la Bwana, nikutume na ujumbe wa Bwana, nikutume na sauti ya Jehova ya kwamba hii raundi ukienda, Yesu wa Nazareti anaenda kukuachilia nguvu yake, na hiyo nguvu za Bwana inaenda kupokea ushindi mbele yako. Hallelujah. Sema amen. Amen.
Daudi amepata ripoti mbaya. Ndio. Daudi amejipa nguvu katika Bwana. Daudi amesikiza sauti ya Jehova. Naye Yesu akamwambia enda na utapokea kila kitu. Sema amen. Enda ama fuatilia na utapokea. Sema amen. Kuna mtu amekuwa akitafuta baraka zake na kifuatilia. Inafika mahali kama mwanadamu unaona ya kwamba hii baraka ni yaidiwa. Imekawia sana kana kwamba hautaipokea. Nimekuja kukuambia endelea kufuatilia. Endelea kufuatilia. Mtu wa Mungu endelea kufuatilia. Daudi alifuatilia. Hata kama watu wako kinyume, Daudi alifuatilia. Hata kama wanataka kumpiga na mawe, Daudi alifuatilia. Daudi alifuatilia na akasikiza sauti ambayo ilimwambia enda Daudi na utapokea kila kitu. Hallelujah. Sema amen. Mungu alikuahidi jambo. Imepita mwezi moja ama mbili. Unaona kana kwamba iwezekana. Nimekuja kukuambia inawezekana. Fuatilia ndanda katika Kristo. Fuatilia kijana ndani ya Yesu. Fuatilia mzee ndani ya Kristo. Hiyo neno Mungu alinena. Yeye ni mwaminifu. Anasema ahadi zake ni kweli na amina. Yeye abadiliki. Yeye sio kama mwanadamu. Mwanadamu ataongea akose kutimiza. Mwanadamu atakuahidi akose kukutimizia. Lakini ahadi za Kristo yeye ni ya kweli na yeye ni amina. Yeye ndiyo mwanzo na tena yeye ndiyo mwisho. Yeye ndiye Alfa na tena yeye ndiyo Omega. Ukapata Yesu wa Nazareti, tembea pamoja na yeye na ufuatilie ndani ya Yesu. Na nakwambia hii mwaka unaenda kupokea kile kilipotea. Ninaomba kikirejea. Biashara iliisha inakurejea leo. Biashara ilianguka inainuka leo. Gari yako iliisha, Bwana anarejesha. Shamba ulipoteza, Bwana anarejesha. Ndoa iliisha, anarejesha leo. Haleluya. Kile ambacho ulipoteza nimekuja kukuhakikishia ukikifuatilia ndani ya Yesu. Yeye ni mwaminifu. Lazima utapokea. Haijalishi vile hali iko. Haijalishi vile unaona mambo ikiwa magumu. Nataka kukuambia ukiwa ndani ya Yesu, yeye ni muweza wa mambo yote. Kila kitu unahitaji kiko ndani ya Yesu. Kiko kwa mikono ya Jehova. Hizi mali za Daudi alipofuatilia alikuta Jehova amemuhifadhia mahali. Haikuwa jambo rahisi, haikuwa safari rahisi, lakini aliamua kufuatilia. Haleluya. Hata wewe mwaka huu kata kauli kufuatilia baraka yako. Kata kauli kuambia Jehova, mimi ninapokea kile uliniahidi na nitafuatilia. Kiwa ndani ya Yesu. Sema amen. Sema haleluya. Mtu wa Mungu uko hapo. Mtu wa Mungu uko hapo. Mtu wa Mungu uko hapo. Uko na maswali hayana jawabu. Yesu wa Nazareti ako na jawabu lako leo. Ako na jawabu lako leo. Ako na jawabu lako leo. Katika jina la Yesu nataka kukuambia hata Ana wa Elikana wakati aliinukiwa na mama yake ama mke mwenza ambaye alikuwa anaitwa Penina. Mke mwenza ambaye ni Penina alimpinga sana, alimudhiaki sana, alimunena sana, alimuinukia sana, alimudharau sana siku baada ya siku. Sema amen. Aliongewa, alidharauliwa, alinenwa sana, akadhiakiwa siku baada ya nyingine. Maana wako pamoja, wameolewa ndoa moja. Kila siku ni dhiaka, kila siku ni kuongewa, kila siku ni kudharauliwa. Lakini ninakuambia alijipa nguvu katika Bwana na kisha akafuatilia. Sauti amen. Alipofuatilia siku ilikofika akakutana na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Kohani Eli katika nyumba la Bwana. Akamwambia na kile umeomba na Bwana ajibu maombi yako. Nataka kukuambia Ana wa Elikana alipata baraka
ya mtoto Samueli, nalo jina la Bwana likapata kutukuzwa. Sijui umepitia hiyo hali muda gani, sijui umedhiakiwa kwa muda wa miaka mingapi, sijui wamekuonkea kwa siku ama miezi ngapi. Nataka kukuambia sauti ya Jehova, fuatilia, usichoke kutafuta uso wa Bwana katika jina la Yesu. Naye Jehova atakujalia hiyo baraka ambayo unahitaji katika jina la Yesu. Mimi ombi langu asubuhi ya leo ni ya kwamba unapojipa nguvu katika Bwana, kile ambacho kimepotea Bwana anaenda kukurejeshea. Kile ambacho hauna Bwana anaenda kukupatia. Ahadi ambayo Bwana amekujalia na amekuwekea, hiyo ahadi atakutimizia. Wacha kuona kukawia, ona Bwana akikutimizia. Wacha kuona yale umepitia, ona Bwana akitenda jambo jipya. Sema amen. Sijui ni mlima gani iko mbele yako. Sijui ni watu wamekuambia nini. Ati wewe huwezi pata kazi na masomo umesoma. Kuna Jehova anatengeneza njia. Kuna Bwana atatengeneza njia. Kuna Yesu ambaye ni mwaminifu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba yeye anatuwaza mawazo mazuri, anatuwazia mema kila wakati na kila siku. Hata kama umelala njaa, anakuwazia mema leo. Hata kama hujalipa nyumba, anakuwazia mema asubuhi ya leo. Hata kama biashara iko chini, anakuwazia mema asubuhi ya leo. Sabara sauti amen. Na hii mwezi wa pili kuna neema Bwana anaenda kufungua. Kuna njia anaenda kukuachilia juu ya maisha yako. Na hiyo njia akifungua, bila shaka wewe tu utaimba wimbo wa kusiku na atakutukuza Bwana. Huyo Daudi alikuwa anataka kupigwa na mawe. Watu hao baadaye walirudi akisema, hakika Mungu amekuwa mwema kwetu, na kupitia kwa mkono wa Daudi kila kitu yetu imerejea, nalo jina la Bwana likatukuzwa. Sema amen. Waliokoa vitu zao zote, watoto wao pamoja na wake zao pamoja na vitu zote ambazo adui alikuwa amewaibia. Sema amen. Kila chako kiliibiwa, nataka kukuambia hii mwezi wa urejesho Bwana akurejeshe kitu na baada ya kingine. Hiyo kazi ikurejeshe, hiyo finances irejee kwako, hiyo kibali Bwana akujalie, hiyo uponyaji Bwana alete kwako, hiyo ukombozi unahitaji Bwana arejeshe kwako katika jina la Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jipe nguvu ndani ya Bwana, jipe moyo ndani ya Jehova, jipe moyo katika Yesu wa Nazareti. Huyo ni muweza wa yote. Wewe umeshindwa, yeye hajashindwa. Wewe umelemewa, yeye hajalemewa. Wewe umepungukiwa, yeye hajapungukiwa. Wewe umefika mwisho, yeye hana mwisho. Yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Yesu atakushughulikia kile unahitaji. Bwana anakupatia na mahitaji yako yote. Anaenda kukutana nayo katika jina la Yesu. Mungu wa uzima wa milele awabariki sana. Na tena awatende wema. Na ninakuambia nikimalizia ya kwamba jipe nguvu ndani ya Yesu. Jipe moyo na ujipe moyo. Bwana asikie. Na unapojipa moyo, najua ya kwamba Bwana wa urejesho atakurejeshea. Mimi sijui ni nini umepoteza, lakini sauti ya Bwana, fuatilia ndani ya Yesu. Jipe moyo na chochote unahitaji Bwana anaenda kupatia. Kuna mtu wako hapo amesikia neno la Mungu na hajaokoka na angetamani kuokoka. Nafasi uko nayo ya kuambia Bwana, nataka kurudi katika njia zako, ndiposa na mimi nifuatilie kama Daudi, na utapokea kile ambacho umepoteza, na Bwana atakubariki sana kwa jina la Yesu. Kwa hivyo amen pamoja nami, kisha urudie ili ombi na Bwana atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba siku ya leo unisamehe dhambi zote na makosa yote nimetenda mbele yako. Ondoa jina langu wa kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tuombe.
Baba, ni asante kwa sababu ya mpendo ameokoka. Ninalibariki jina lako na kulinua. Umesema hakuna ajaye kwako Roho Mtakatifu wa Kristo asipomvuta ndani yako. Thank you Lord, maana hawa wameakili leo, umewavuta katika ufalme wako. Waokoe, wadumishe, uwasaidie katika safari hii, na kisha Baba, najua baraka zako zitaandamana pamoja na wao katika jina la Yesu. Yesu wa Nazareti, ninasema ni asante. Pokea sifa, pokea utukufu kwa jina la Yesu. Tumeomba na kushukuru. Amen. Wewe umeokoka, karibu na wewe kuna kanisa, tafuta kanisa moja, enda jiunga nao, na najua Mungu atakubariki. Na kama uko karibu, tumekukaribisha kwa madhabahu ya Jesus Winner Ministry. Karibu sana, jiunge nasi, na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema kwa jina la Yesu. Nataka kukaribisha mchungaji aweze kutuombea, kisha baadaye tutaendelea na Bwana atatubariki sana. Karibu sana mchungaji Bena. Thank you mchungaji. God bless you so much. Mungu akubariki na akutende mema. Amen. Kwa sababu ya hilo neno ambalo Mungu amekusaidia na ukaweza kulileta kwetu na likawa la baraka ndani ya kila mmoja katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Mungu azidi kutendea na azidi kujaza zaidi katika jina la Yesu. Mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, umesikia neno la Bwana ya kwamba kuna urejesho hata baada ya kuchotwa chochote ambacho kilikuwa ni chako siku ya leo. Hata kama ulichotwa jana, leo Mungu anarejesha. Hata kama ulipigwa jana, si kumaanisha leo utaendelea na kulia na vita. Leo Mungu amesema unaenda kupokea ushindi. Hata kama mambo yamekuwa mazito sana, tunaelewa sio kuzuri zaidi, lakini tuko na imani ya kwamba tukiwa na Mungu tumepata vyote. Tuko na imani na wewe Bwana ya kwamba ushindi unaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mimi najua wakati kumewaka sana, ndio Mungu anakuwa karibu sana na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiwe na shaka, shikilia hilo neno na ujue ya kwamba Mungu anaenda kutenda kwa sababu ni mwaminifu. Nataka tuombe na najua Mungu anaenda kutenda. Na tuombe. Baba Muumba mbingu na dunia, katika jina la Yesu tunazidi kukuinua na kukutukuza siku ya leo, tukisema ni asante na ni asante na ni asante kwa ajili ya neno ambalo umeshukisha siku ya leo. Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya hilo neno. Daudi alikuwa ametoka vitani, lakini wakati alirudi kwao nyumbani Ziklagi, akakuta mambo yameharibika. Ninajua kuna watu wengi mambo yameharibika, lakini neno umelishukisha siku ya leo ya kwamba Bwana Mungu wetu mambo yanaenda kubadilika. Ni kweli mambo ni mabaya, lakini wewe mwenyewe unaenda kuyabadilisha kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ninakuinua, ninakutukuza. Sina shaka na wewe Bwana, sina wasiwasi na wewe Jehova. Niko na imani na wewe Bwana, wewe ambaye Jehova, ambaye unatoa mtu ambaye alikuwa anakula Baba Mungu wetu kule chini na anakula na wafalme. Wewe ndiye Mungu ambaye ninatambua. Wewe Mungu Jehova ambaye unatoa mtu katika kijiji ambacho kijulikani, anaenda kuishi ng'ambo na anaishi vizuri. Wewe Mungu ambaye unamuinua mtu ambaye hajui masomo ni nini, na anakuja kuwa mtu mkubwa katika serikali na katika hata nchi yao. Wewe ndiye Mungu ambaye anachukua kutoka katika vumbi na unaweza kuinua juu. Kwa hivyo tuko Baba Mungu wetu na imani na wewe ya kwamba unaenda kujidhihirisha ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuko na imani na wewe kwa sababu ya uchumi wa nchi ya Kenya. Tuko na imani na wewe ya kwamba shilingi ya Kenya itainuka. Tuko na imani na wewe maisha yetu yatakuwa sawa sawa. Tuko na imani na wewe petroli na vitu zingine Baba Mungu wetu zitashuka. Tuko na imani na wewe maisha yatakuwa sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, sisi hatuna tashwishi hata kidogo katika jina la Yesu Kristo. Ndio tuposa tunakuinua, tunakutukuza, tunakupa sifa. Tunasema Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine wa kuabudiwa ila wewe. Uinuliwe na hata utukuzwe milele katika jina la Yesu Kristo. Simama na ndoa zetu Bwana. Simama na mili yetu iliyogonjwa. Simama Baba Mungu wetu na watu wetu. Fungua njia ya makazi, fungua njia ya mabiashara. Inua huyu mtu ambaye analia Baba Mungu wetu, mtendee kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu mwana wa Mungu, maana unaenda kujidhihirisha na unaenda kujitukuza katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu amelazwa hospitalini, kuna mtu anaelekea theater. Baba, tunaomba tu unyoshe mkono wako wa uponyaji. Akitoka theater atoke mahali pale na ushuhuda kwa ajili ya utukufu
wa jina lako. Yes. Kuna mtu ameenda ofisini, Ndio. kuna mtu ameenda kutafuta visa. Yes. Baba Mungu wetu, naomba malaika Yes. atembee na yeye mahali pale huko Bwana. saa hii. Ni kweli aliingia pale akafukuzwa mara ya kwanza na ya pili, lakini siku ya leo Yesu mwana wa Mungu, kama vile uliambia Daudi afuate hayo mali, na Baba Mungu wetu itaweza kurudi. Yes. Baba Mungu wetu, hawa watu wafuate visa zao na wataweza kuzipokea. Wafuate ndoa zao na wataweza kuzipokea. Wafuate Mwenyezi Mungu baraka zao na wataweza kuzipokea katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante mwana wa Mungu, uinuliwe na hata utukuzwe milele katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tumeomba na hata tumeamini. Amen.